ukaweze kutubu. Hakika hatutendi yale ambayo ni mema mbele ya Mungu wetu, bali tunatenda kinyume na mapenzi yake. Unapata tumeacha njia za Bwana. Ninaomba uende mbele za Mungu, unyenyekee na moyo wako mbele za Mungu, ukamwombe msamaha, maana hakuna yeyote atakaye kusamea ila tu ni Mungu wetu. Apia Bwana akusamehe, apia Bwana akusamehe, ili akaweze kukuongoza, ili akaweze kukutangulia katika maisha yako. Tuombe Mungu asimame na kanisa, na pia tukumbuke kuombea uongozi wa kanisa, na katika hiyo hali pia ukumbuke kuomba ni kwa ajili ya kila kikundi ambacho kinashiriki katika hii kanisa. Cha kwanza tutaanza na Sunday school. Tukumbuke wanarika, tukumbuke akina baba na akina mama, na pia watoto wachanga pia tuwakumbuke katika maombi yetu ya siku ya leo. Na kunao maandiko iko Matthew 16 verse 18 to 19. It say, and I say also unto you, that you, Peter,
And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Asifiwe. Amen. Tunaona hapa Yesu ndiye alikuwa anaongea na Petro. Akasema katika huu mwamba nitajenga kanisa na hakuna nguvu zozote za kuzimu zitakaotingiza kanisa. Bwana asifiwe. Tunaamini hili kanisa ni Mungu alilijenga. Na tunajua ya kwamba ikijengwa Mungu alikuwa na mipango mema juu ya hii kanisa. Na katika wale wote watashiriki katika hii kanisa, Bwana ako na mipango mema juu yetu. Bwana asifiwe. Na katika hizo vikundi nimewaambia tuombe ili katika hivyo vikundi Mungu akadhihirishe. Maana tumejua ya kwamba na pia amesema ya kwamba atatupa funguo za ufalme wa mbingu. Na chochote ambacho tutafunga hapa duniani, mbinguni kitakuwa kimefungwa. Na chochote tutachofungua hapa duniani, pia mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Bwana asifiwe. Tuombe Mungu katika hivyo vikundi, ile kazi ama ile huduma Mungu amewaita katika hii kanisa, tukaweze kumtumikia Mungu, tukaweze kusimama imara. Maana tumejua hakuna jambo lolote ama hakuna roho lolote litakalo tutingiza sisi. Bwana asifiwe. Tuombe Mungu atupe neema, na sana atupe neema ya kumtumikia. Maana katika hii kanisa, katika hii dunia hakuna kazi ama hakuna jambo lolote ambalo tunaweza fanya litupe manufaa, ila tu ni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hii kazi ya Mungu siona unatumikia bure, bali tumikia Mungu na moyo wako, na mwishowe utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Tuombe Bwana asimame na kanisa. Hakuna
kwa ajili ya kanisa, ni kwa ajili ya vikundi vyote ambavyo Bwana vinashiriki katika nyumba yako Bwana, ambao kila mmoja Bwana umemuita ni kwa ajili ya kazi yako Bwana. Nasema ya kwamba Bwana, katika nyumba yako kuna kazi nyingi, lakini watendakazi ni wachache Bwana. Tunaomba ni kwa ajili ya hizo vikundi vyote ambavyo tumetaja mbele zako, kuanzia sasa ukatutumie Bwana, kuanzia sasa ukatupe nguvu, kuanzia sasa Bwana Roho wako akafanye kazi katika jina la Yesu Kristo. Maisha yetu tumeyakabidhi kwako Bwana, maana Bwana katika hapo ulimwenguni Bwana ulituumba ili tukakuabudu, ulituumba ili tukafanye kazi yako Bwana. Sana sana Bwana ni kazi ya kutangaza neno lako Bwana. Mungu wetu tuwezeshe Bwana, tuwezeshe Bwana Mungu wetu. Baba, ninasimama kinyume na nguvu zote za kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Yule mwovu shetani afurahi wakati Bwana tumekusanyika mahali hapa Bwana, anajinua na kulete Bwana mtengano Jehova. Nimekataa katika jina la Yesu roho ya majivuno Jehova. Bwana unatuita ili tukatumike, lakini roho majivuno wanajitawala. Tumemkemea katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana umoja, tunaomba Bwana upendo katikati yetu Jehova. Tukashikane mkono ni kwa ajili ya kazi yako Bwana, tukapendane sisi kwa sisi Bwana, ili Bwana tukaendelee na kazi yako Bwana. Ni asante na asubuhi ya leo Bwana unaenda kutenda. Tunaomba Bwana tukaone mabadiliko, tukasimame na kazi yako na kutetea jina lako, maana wewe ni Mungu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda kuomba kumbuka familia zetu asubuhi ya leo. Tukumbuke familia zetu. Tunaenda kusoma Psalms 128. Psalms 128 verse 8. Psalms 128 verse 1 to 5. Blessed is everyone that fears the Lord, that walk in his way. For you shall eat the labor of your hand. Happy shall you be, and it shall be well with you. Your wife shall be a fruitful vine by the side of your house. Your children like olive plant round about your table. Behold, that thus shall the man be blessed that fear the Lord. The Lord shall bless you out of Zion, and you shall see the good of Jerusalem all the days of your life. Bwana asifiwe. Amen. Hapa tunaona ya kwamba aliyebarikiwa ni yule anamcha Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na yule ambaye anatembea katika njia za Bwana. Naona muda wetu unasonga, lakini kipas nataka number 3 part 3. Your wife shall be a fruitful vine by the side of your house, and your children like olive plant round about your table. Tunapokumbuka familia zetu, tuambie Mungu akatusaidie tukaweze kumcha Mungu, maana hicho ndicho chanzo. Unapomcha Mungu utakuwa mbarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Na chochote ambacho unakimiliki wewe kitakuwa kimebarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Tuchukue muda tukumbuke familia zetu, tuambie Bwana atusaidie katika familia zetu tukaweze kumcha Mungu ili tukaweze kubarikiwa. Bila kumcha Mungu hatutabarikiwa. Bila kumcha Mungu hatutaona baraka zake. Naomba Mungu aweze kutusaidia ili tukaweze kumcha Mungu. Baba, tunasema ni asante kwa neno lako. Yote ameshaye Mungu naye atakubarikiwa. Bwana wetu
kabisa, ili Bwana wakaweza wakapeana maisha yao kwako sana. Bwana, tunajua ya kwamba yeyote akimwombaye Jehova amebarikiwa. Tunapendeza baraka katika familia zetu Jehova, katika ndoa zetu tunalinda mahali na wasichana Bwana. Na Bwana, najua litakuwa shetani na majibu anaingilia familia zetu na kuwa wengine, anaingilia familia
shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall not find it. In that day shall the fair virgin and young men beg for that. Bwana asifiwe. Hapa naona ni Amos alitumwa na Mungu akaambiwa aende akaambie taifa kama kuna wakati Mungu anatuma njaa, na haitakuwa njaa ya chakula, haitakuwa njaa ya chochote cha kukula, ama hakutakuwa kiu atukakimbilia kukunywa maji, lakini itakuwa njaa ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo siku watu watakimbia huku na kule wakitafuta ile neno, lakini hawatapata. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha wokovu ni sasa. Kuomba Mungu ni kwa ajili ya taifa letu la Kenya, kwa maana ukitazama yale yanayoendelea sasa hivi ni mambo ya kutangaza, na haya ni mambo yanayotufanya tuite Mungu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Yes, ili tukaweze kuadilia Mungu akawabadilishe, maana hii siku itakuwa siku ya tani. Utatafuta mchungaji akuombee, lakini utampata. Utatafuta mtu yeyote akupe neno, lakini utampata. Bwana asifiwe. Tulilie Kenya nzima ili Bwana aweze kutubadilisha. Hiyo siku ikifika tukue tumejipanga. Bwana asifiwe. Neno ikuwe ndani yetu. Bwana asifiwe.
Mungu atakubariki tunapoendelea kutakatisha maombi yetu. Psalms 86 verse 11 it says, teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Bwana asifiwe. Uombe Mungu tunapomalizia akuonyeshe njia zake na utembee katika ukweli, na pia moyo wako ufurahie na ugulishe jina lake. Bwana asifiwe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Hakika Baba umekuwa mwaminifu. Hakika Yesu umekuwa mwaminifu katika maisha yetu na katika familia zetu na katika taifa letu. Bwana ushindwe. Tunasema ni asante kwa muda ambao Bwana tumekuita Jehova. Tuna hakika ya kwamba na tunaamini Bwana umetenda Jehova, maana wewe ni Mungu mwaminifu Jehova. Asante kwa muda ambao Bwana umetuongoza Bwana. Asante kwa Roho Mtakatifu Bwana, Bwana umetuongoza Bwana. Bali tumefika, hakika tunasema sifa na shukrani zikurudie ukiwa katika kiti chako cha rehema. Mungu wetu tunaomba sasa Bwana, tunapoendelea na ibada yetu, Mungu wetu ukaweze kutuongoza. Roho wa Bwana ukaweze kutuongoza, ukaweze kutawala mawazo yetu, ukaweze kutawala nafsi zetu kwa mahali hapa Bwana. Msheni mbele za Roho na kamili Yesu, kila yeyote atakayetumika Bwana siku ya leo, wacha Bwana ukamjaze na Roho Mtakatifu, wacha Bwana ukampake mafuta yako Jehova, ili anapotumika Bwana tusione yeye, tusimuone yeye, bali tukakuone wewe, maana wewe ni mtakatifu juu mbinguni. Tunasema ni asante Bwana, asante kwa yale umetenda Bwana. Hakika Mungu ninaomba ukazidi kudhihirisha Bwana, tusije tukaulizwa Mungu wetu ni yupi, bali Bwana watakapouliza hivyo Bwana ukakuone wao wenyewe, maana wewe ni Mungu. Acha Bwana utamalaki na utende, maana wewe ni Mungu. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Amen. Kanisa, Bwana Yesu